Shalom mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninawakaribisha tena, ni siku nyingine tumepata kibali mbele za Bwana. Tutaanza kipindi chetu kwa maombi mafupi kwa ajili ya kuitia uwepo wa Bwana na nguvu za Mungu zikatufunike mahali hapa. Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu uliyeziumba mbingu na nchi, wewe uketi mahali pa juu, mwenye mamlaka yote. Baba, katika jina la Yesu, hakuna aliye kama wewe. Tazama mbingu zinahubiri utukufu wako Bwana. Baba, katika jina la Yesu, nasi taa hii na dakika hii Bwana, tunaliinua jina lako tukitia na uwepo wako mahali hapa Bwana. Nguvu zako zikatufunike mahali hapa Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu tukufu uliyeziumba mbingu na nchi, tunaitia uwepo wako wa Roho yako Mtakatifu mahali hapa, katawale mioyo yetu, akili na fahamu zetu Bwana. Ninaomba Roho Mtakatifu, gusa msikilizaji huyu na mtazamaji huyu, gusa mama huyu na baba huyu saa hii na wakati Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana-kondoo, uwepo wako ukafurike ndani yetu Bwana, nguvu zako zikafurike ndani yetu Bwana. Adui asipate nafasi, Mungu keti mahali juu, asije pata nafasi ya kuiba kile ambacho umeachilia kwetu, lile neno uliloliachilia Bwana. Adui asipate nafasi ya kulinyakua, likamfikie kila mmoja aliyomkusudia, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana apewe sifa, Bwana wa Mungu. Tutaingia kwenye tafakari yetu kwa ufupi. Na somo letu la leo nasema, shughulikia uchawi kwenye maisha yako. Shughulikia nguvu za giza kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza ukauliza, kwa nini pastor anasema kitu gani? Uchawi, nguvu za giza ndio kambi ya upinzani kwenye maisha yetu. Wewe unaliitia jina la Bwana, wewe ulimpokea Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, wewe unajiita Mkristo haswa. Bwana Yesu apewe sifa. Nguvu za giza ndio kambi yetu ya upinzani. Je, unakabiliana vipi na kambi yako ya upinzani? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini unataka ushughulikie uchawi kwenye maisha yako? Kwa sababu uchawi au nguvu za giza ndio kitu au ndio mama mabaya yote, ndio chanzo cha mabaya mengi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo tunaposhughulikia uchawi, tunashughulikia chanzo cha mabaya kwenye maisha yetu, chanzo cha mabaya kwenye familia zetu, chanzo cha mabaya mengi kwenye maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi nimesema shughulikia uchawi kwenye maisha yako, shughulikia nguvu za giza kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Twende tukasome neno la Bwana kwenye kitabu cha Hesabu ile sura ya 23 na ule mstari wa 23. Neno la Bwana linasema, tutasoma kama ilivyoandikwa: hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa. Ni mambo gani aliyoyatenda Mungu? Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mungu anasema hapana uchawi wala uganga katika Israeli. Manake nini? Mungu, ili taifa la Israeli liwe vizuri, kitu cha kwanza ambacho alihakikisha kwamba ameshughulikia uchawi. Alihakikisha uchawi hakuna kwa Yakobo wala uganga. Alafu baada hapo anasema, sasa mambo yako Israeli yatajulikana, yatasemwa. Bwana Yesu apewe sifa. Biashara yako haitajulikana ni hadi umeshughulikia uchawi. Hautashine kwenye maisha yako, hautajulikana kwenye maisha yako ni hadi umeshughulikia uchawi na nguvu za giza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Kwa sababu ndio kambi ya upinzani. Sasa wenzetu, Mungu alishughulikia uchawi, lakini kwetu sisi wa Agano Jipya ni tofauti. Utofauti wetu ni nini? Sisi wa Agano Jipya, kwa sababu tumepewa mamlaka ya kukanyaga nge, nyoka na nguvu zote za ule mwovu. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe uliyempokea Bwana kwa Mwokozi wa maisha yako, wewe uliyemkubali Yesu Kristo, manake umepewa mamlaka, jukumu la kushughulikia uchawi na nguvu za giza, uganga wote unaofanyika kwenye maisha yako lipo mikononi mwako.
Bwana Yesu apewe sifa sana. Shughulikia uchawi, shughulikia nguvu za giza, shughulikia kila uganga uliofanyika kwenye maisha yako, unaongeza maisha yako. Kuna watu hawafanikiwi na wajui nini. Uchawi ndio chanzo cha mabaya. Mahali kokote ambako kuna uchawi, mahali kokote ambako kuna uganga na ushirikina, huwa kuna ufukara wa ajabu. Kwa sababu gani? Uchawi unaharibu akili, uchawi unaharibu fahamu, uchawi unazuia maendeleo. Hautakaa upige hatua kwenye maisha yako kama utashindana na ikame upinzani. Bwana asifiwe. Huwezi kuwa mtu mwenye nguvu. Ni lazima ushinde uchawi. Ni lazima uwe na nguvu ya Mungu ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa ili uwe na nguvu mahali fulani, ili uwe na nguvu hiyo ni kiuchumi, ni lazima ushughulikie uchawi. Hili taifa la Israeli ambalo limeshindikana kwa watu wengi, ni taifa dogo lakini mashuhuri haswa. Binafsi sijawahi kusikia wametetereka kiuchumi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Mungu alishughulikia uchawi wote. Ili ufanikiwe kwenye kazi zako, ili ufanikiwe kwenye biashara yako, ni lazima ushinde uchawi. Kwa nini? Kwa sababu uchawi unanyamazisha maisha ya watu, unanyamazisha habari zako. Kwa nini? Ndiyo, hakika hapana uchawi juu ya Israeli, juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na Israeli zitasemwa. Kilichokuwa kinazuia habari za kutokusemwa ni nini? Uchawi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa ili usikike mwana wa Mungu, ili biashara yako isikike, ili biashara yako ijulikane, ili kazi yako ijulikane, ili kampuni yako ijulikane, ushinde uchawi, zishinde nguvu za giza, ishinde kambi ya upinzani. Bwana Yesu apewe sifa. Wapo na kazi yao ni kuzimisha ile taa yako, kuhakikisha kwamba usogee, haujulikani, haufanikiwi, haupigi hatua kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa sana.